desturi, ni uelewa, ni utayari wa wazazi pia kuwekeza kwenye lishe za watoto wao. Sasa tuiambie jamii, Lishe Lab kama NGO ambayo imekuja ina visions ambazo utatuelezea pia, ambazo pia kwa sehemu umezitaja, yenyewe ina mkakati gani au ina vitu gani ambavyo inafanya kuhakikisha kwamba kwa makundi tofauti tofauti wanafanikiwa kukutana na elimu ya lishe ile ambayo ndio inayohitajika kulingana na mazingira waliokuwepo na desturi walizonazo na tamaduni zao, ili tu tuweze kuona kwamba huyu mtoto ambaye umemtaja, ambaye tunamtegemea aje kuwa kiongozi wa familia, wa jamii pamoja na nchi kwa ujumla, aweze kuwa na issue nzuri wakati anafanya decisions, kuliko tukasema kwamba ana udumavu, kwa sababu tunafahamu udumavu lazima una impact baadaye kwa mtoto. Hebu tuambie. Shirika la Lishe Lab kwanza linatoa elimu. Elimu ni kitu ambacho tunaweza tukakiona ni kidogo sana, lakini elimu ni kitu kikubwa sana. Shirika linatoa elimu kwa makundi mbalimbali, kuanzia kina mama wajawazito kwenye kliniki na zahanati mbalimbali, kina mama wanaonyonyesha, kwenye shule za kindergarten, kwenye shule za msingi. Kwa hiyo tumejikita kutoa elimu kwenye makundi mbalimbali, na kila kundi jinsi gani linaathiriwa na ukosefu wa elimu ya lishe. Wale adolescents wako kwenye kile kipindi cha balehe, vijana balehe, wanajua wanatakiwa kula nini. Kwa hiyo Lishe Lab inatoa hiyo elimu. Lakini pia Lishe Lab ina support wasindikaji wadogo wadogo wa vyakula, kama nilivyokuambia, vyakula vya nyongeza pale ambapo mtoto amefikisha miezi 6 kwa Tanzania ni vichache sana. Yaani vyakula vingi kwanza ni imported, yaani sijui Cerelac, sijui au ndo uji watoto wapewe uji mchana, uji asubuhi, uji jioni. Kwa hiyo ina maana anaweza kula chakula kigumu, ugali maharage pale tunampondea. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba imefikia mahali watoto wanapitishwa katika ile monotonous issue, yaani kwamba anakula chakula kile ambacho hakina nutrients ambazo anazihitaji katika ukuaji wake na kuzingatia age yake. Kwa hiyo kila age unatuambia kwamba ina chakula specific ambacho kinatakiwa kuliwa. The Lulu Lens, tunakushukuru sana kwa sababu tunaendelea hata na sisi kujifunza kuhusiana na Lishe Lab. Lishe Lab bado ina uwanda mpana sana kufanya kazi zake mkiwa kwenye location mliokuwepo, lakini nafikiri na Tanzania nzima, kwa sababu unapoongelea issue za chakula, mifumo ya chakula na hizo zote, sio food systems na nini, zote zinahusiana na masuala ya chakula ambayo yanamhusu mtu wa kawaida. Tukija kwenye upande wa food safety, na yenyewe inahusika kwenye makundi mbalimbali, ni lazima maandalizi ya chakula yazingatie. Makundi yanayoathirika umeyaongea yote. Sasa tunatamani kujua kwenye The Lulu Lens, ili watazamaji wetu na wenyewe waweze kuelewa kwamba kwa nini Lishe Lab sasa hivi, kwa nini Lishe Lab, na pia ni mkakati gani ambao mnao nyinyi kama Lishe Lab wa kuweza kuhakikisha kwa pamoja tuna improve livelihoods ya watu wetu. Lishe Lab ina mikakati mbalimbali, lakini kwenye kuimprove livelihood, mfano naweza nikakupa mfano mmoja. Lishe Lab inafanya kazi kwa ukaribu sana na wasindikaji wadogo wadogo. Kama utakuwa unafahamu, tumekuwa na wimbi la wasindikaji wadogo wadogo wengi. Wasindikaji wadogo wadogo wanakuwa, lakini wengi bila vitu wanavyozalisha havina ubora unaotakiwa. Packaging wanazotumia sio packaging zinazotakiwa. Hata labeling tu, jinsi wanavyolebo hawafuati zile standard ya jinsi za kulebo. Processing wanazofanya zingine ni very local processing, kwamba ungekuwa tu na certain processing nyingine ya ziada ingeongezwa. Unakuta kile chakula kama kilikuwa kinakaa miezi 6, labda kingekaa mwaka. Kwa hiyo Lishe Lab inafanya kazi kwa karibu sana na hawa wasindikaji wadogo wadogo, ili kuhakikisha kwamba vile vyakula wanavyosindika kwanza vinakuwa na ubora unaohitajika, lakini pia tunawasaidia kuimprove zile ile processing line yao yote. Tunawasaidia kuimprove hiyo processing physical, hand by hand tunafanya nao kazi. Kama tunataka kureformulate zile products zao, kufanya formulation upya, tuna reformulate nao, tunaanza nao na tunaanza naye kabisa kwamba kwa nini tuna reformulate, naye aone logic kwa nini tuna reformulate ile product yake.
Packaging. Kwa nini tubadilishe packaging hii tufanye packaging nyingine? Yes. Kwa nini process fulani ambayo ulikuwa unaifanya inaishia hapa, hii product yako ingekaa kwenye shelf miezi 6. Tukifanya hivi tunaweza tukaongeza hii product yako ikafika, inakuwa kama participatory. Yani very participatory, very hand on practical. Tunafanya nao hand by hand, tunawa mentor, tunakuwa na program ya kwenda nao na mtu hata miaka 4. Okay. Mpaka kumuona amesimama kabisa na anafanya shughuli yake na anakuwa sasa sio msindikaji tu mdogo mdogo, lakini anakopesheka na ana distribution channel nzuri, ana wateja ambao wanamwamini and so on. Kwa hiyo that way tuna improve livelihood ya community yetu. Sisi kama The Lulu Lens tunashukuru sana kwa kupata ABC kutoka kwenu Lishe Lab. Tunaamini kwamba tutaendelea kukutana na wewe kwa mambo mengine mengi mazuri sana yanayohusiana na masuala ya chakula, kwa sababu katika hali ya yoyote ile chakula tunakihitaji, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe mchana, tunahitaji chakula. Nani ana ensure usalama wetu wa chakula tunachotumia, either ambacho kiko process au hakijawa process? Karibu tena The Lulu Lens. Nashukuru sana, asante sana. Imekuwa wakati mzuri kushare kile ambacho Lishe Lab wanafanya kwa jamii. Asante.